naishi naye, nilikuwa nakaa naye kwake, na unaponiona vile ninavyong'ara hivi kwa sababu nilianzia kwake, maana kwetu yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kuokoka, nami nikafuata nikawa wa pili. Bwana asifiwe sana. Sasa wewe unapokuja katika nyumba hii usikuje tu kikawaida hivi hivi tu. Bwana asifiwe sana. Mungu huinua watu. Haleluya. Amen. Na kwa kupitia kwake nimemuona Mungu. Maana mimi kuanza kufunga nilijulia kwake. Bwana asifiwe sana. Kuanza kufunga nilijulia kwake. Sasa wewe ambaye uko na mazoea utakaa tu hapa miaka nenda miaka rudi useme hiyo kanisa haina upako, hakuna Mungu, hakuna nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu ziko, lakini itategemea na wewe mwenyewe. Your connection yako na mtumishi wako na madhabahu na hii nyumba iko vipi? Bwana asifiwe sana. Kuna mahali ametufundisha asubuhi mahali pa wale watu ambao walimgeuka Musa. Wakasema hata sisi pia Mungu hutuongelesha. Mungu aliwaambia, sikia, mtumishi wangu Musa mimi ninamfahamu na ninamuelewa. Yeye mimi huwa ninanena na yeye. Wachana na wewe unaenda unalala ndio wote ama ukae usinzie ndio uone kapicha. Kuna watu anaweza akakupigia simu akakwambia sasa hivi nasikia Mungu ananiambia. Haleluya. Ambia mtu habari ndio hiyo. Ukiheshimu mafuta yatakutumikia. Ukiheshimu mafuta yatakuinua. Ukiheshimu mafuta yatakupeleka. By the way, let me tell you. Amekuzia vitu hapa ya kwamba kuna mzazi wa kwanza ni Mungu. Mzazi wa pili yule aliyekuzaa. Na mzazi wa tatu ni yule wa kiroho. Sasa mimi wanaweka hivi. Mzazi wako wa kwanza wa muhimu kwa maisha yako ni Mungu. Mzazi wa pili ni your spiritual father. Najua utasema amen. Mimi nasema amen kwa sababu I know. Ninajua ni kwa nini. Mimi nataka ni wa challenge. Siku moja nilienda Tanzania pale Arusha. Na mtumishi yule ambaye alikuwa amenialika tukae naye mahali tukawa tumemaliza ibada, akanipeleka kwa baba yake wa kiroho. Tukakaa na yule bishop, ni Masai, hajasoma, hajaenda shule. Lakini jamaa anahubiri Kizungu. Jamaa anaendesha gari kubwa. Mtu ambaye hakusoma, uliza mwenye umesoma, wewe mwenye umesoma. You have hata ende baiskeli oro. Kila alituambia aje niwaambie wahubiri. Mzazi wako wa kiroho amebeba vitu ambavyo mzazi wako aliyekuzaa hawezi akakupa. Na kama uko hapa baba yako alikupatia gari, simama. Baba yako aliyekuzaa. Haleluya. Amen. Mzazi wa kuzaa anaweza akakusomesha. Hiyo hamna shida. Ni ukweli si ukweli? Ukweli. Lakini akatuchallenge na nikaona ni ukweli. Akasema mzazi wako wa kiroho ni wa muhimu sana kuliko mzazi wako wa kukuzaa. Yaani kwa maneno mengine ni kwamba sasa mzazi wako ndio watatu wa kukuzaa. Alinibeba miezi 9. Lakini akatuambia mzazi wako wa kiroho anaweza akakupa vitu ambavyo baba yako wa kukuzaa wa kawaida hawezi akakupa. Bwana sio sana. Sikuna watu wako na maploti hapa. Sikuna watu wako na mashamba. Achana na ile hizo vitu ambazo umepata, hujapata kwa sababu ya baba yako mzazi ama mama yako mzazi, umepata kwa sababu ya mtumishi wa Bwana. Maana yeye akiongea kwa anga yako vitu vinatokea. Sasa mimi niko na baba yangu mzazi wa kunizaa, lakini hakuwahi nipeleka Tanzania. Akasema haya basi mwanangu nakupeleka Tanzania. Haleluya. Lakini kwa sababu ya mafuta yamesababisha hiyo mipaka ya wazazi wangu hawakuenda kwa mataifa, nimeenda kwa jina la Yesu. Na kwa mafuta inavunja mipaka. Zile vitu ambazo babu yako hakuwahi kuwa nazo, ama nyanya yako, shangazi yako, mjomba wako, mzazi wako wa kiroho ako na uwezo wa kudownload na kusileta kwa maisha yako. Ni bila hujaelewa. Najua mwingine anasema hayo unaongea nini? Nakwambia ukweli. Ambia mtu habari ndio hiyo. Amen.
So please, ukikaa hapa, achana na mambo ya kununika na kupishana. Achana na mapishano bwana. Kama ni kufanya kazi ya Mungu, wewe fanya. Kama hutaki, wewe tembea. Sasa leo nimekuja kufukuzia washirika. Mimi nataka Mungu akupatie wale watu ambao wakifanya kazi hawatanungunika. Wanaenda wanakaa vikao. Sasa unajua itakuwa. Sasa kama unajua kwamba wewe si hapa, usiondoke tuende. It's not a must. Unajua mimi kuna watu walitoka kanisani wakasema, "Haya basi tutaona kama hilo kanisa litalipwa rent." Nikasema kama nyinyi ni Mungu, halitalipwa. Lakini kama kunaye Mungu juu mbinguni ambaye hutumana, yule Mungu aliyetumia kunguru, na kumbuka kunguru ni mlafi, anamwambia sikia, mtumishi wako yuko mahali, mpelekee chakula na mkate na nyama. Kunguru mlafi. Wewe unaweza ukashinda kunguru. Mteja anaona shinda kunguru wewe. Najua kuna watu wapendangi hiyo injili, mimi napiganga yote. Haleluya. Kunguru ni mlafi, lakini anaambiwa sikia, nenda haraka. Usiwahi fanya kazi ya Mungu kinungunika. Usiwahi fanya kazi ya Mungu kiongea. Sasa unajua umefanya la huko, ukitoka haya unaenda kukaa vikao. Na sasa unajua siku hizi sasa shida yako ni nini? Uliza jirani yako, shida yako ni nini? Kaa tulia, utamuona Mungu. Kuna vitu unaweza ukafanya nikakufungulia mlango. Unaona hichi ambacho mnafanya hiki hapa, hii kujenga hii kanisa, unalea foundation ya watoto wako, hawatateseka vile umeteseka. Sometimes kuwa na revelation. Wewe umesumbuka, watoto wakuje wasumbuke. Kuna maandiko yalikuwa ninasoma Lamentation, inasema ya kwamba na baba zetu walitenda dhambi na wako tena, nasi tumeyachukua maovu yao. Yale mambo ambayo walikuwa wanayafanya, na ndio watu siku hizi wanayapitia, si kupenda kwao. Sasa foundation unayoweka hapa, kama wewe ni mtu wa kufagia kanisa, fagia. Kama ni wa kuvuta viti, vuta kabisa. Kama ni wa kuimba, imba. Kama ni wa kucheza keyboard, cheza kabisa. Na ukifanya usiangalie mtu. Sasa kama mtu fulani hayuko, mimi sifanye, mimi nafanya. Haleluya. Utamwona Mungu. I'm telling you. Najua shida ya watu wanapofanya kidogo anaanza kunungunika, kusema sasa tunafinyiliwa. Siku kufinyiliwa. Tunapotoa ama tunapofanya kitu kwa sababu ya tunafanya kwa sababu ya mtumishi, tunafanya kwa sababu ya Mungu. Ambia mtu tunafanya kwa sababu ya Mungu. There's a time, my friend. Sina baraka zinatokea kwako. Tabaki ukisema jamani, kwani kuliendaje? Mimi nilikuwa nafikiria ni na hivyo ndivyo ilivyo. Nilikuwa naambia mhubiri mwingine, namwambia kuna wakati nilikuwa naleta Bishop Wafula. Mpaka watu wengine wakasema Bishop Wafula hawezi akaingia mahali pale. Wale wahubiri ambao nilikuwa nikiwatumia mimi sikwambia bwana, niko na fundraising, nataka kuleta mzee. Angalau nyinyi pia mkaribia, mkuje mtapa anointing. Hiyo siku ilipokaribia